Kuna huyu dada bana anaitwa Nina. Huyu dada bana ni bikra, lakini utoka uamini kwamba upwilu umekuwa ukimkaba kila itwapo leo. Ni zaidi ya mwezi, upwilu ni kama wote, yani upwilu umekaba koo kinoma noma. Huyu dada alichoamua ni kwamba kwa sasa hivi yuko tayari kufanya mapenzi na mwanaume yote kwa sababu alikuwa hana mpenzi. Na siku leo alikuwa akimwaga rafiki yake kwa sababu anachokitaka ni kwenda kutafuta mwanaume yote ambaye atakutana naye barabarani, enda akampelekea moto, akamtoe bikra. Basi bidada alitimba mpaka kwenye kibaa. Basi akakaa zake pale, alafu then akawa ameagiza kinywaji. Lengo lake kubwa la kuja hapa ni kwamba anahitaji mwanaume yoyote, lakini sio mwanaume yoyote tu, mwanaume ambaye anamwona kabisa kwamba anafaa. Basi bidada alikuwa amepoa zake hapa, anaendelea kuongea na rafiki yake huko, anasubiri mwanaume yote ambaye atajipendekeza. Basi bana, kuna huyo mshikaji alimpenda udada. Bidada akaona hapa si ndo penyewe. Mambo vipi mdada? Kama utojari, nilikuwa naomba tuweze kukaa wote hapa. Bidada akamwambia hakuna shida, lakini kuna namna alikuwa mkali. Mshikaji kamtuliza, tulia mtoto, kikweli wewe ni mrembo kweli. Asante. Mimi nimekupenda na umependeza kweli. Kama unipenda tuna tukamalizane, yani tukamalizane usiku huu, alafu baada hapo tusijuane, nifate basi. Mshikaji kabaki anashangaa, mbona kama kitonga? Basi bana, utoka uamini kwamba mshikaji alimtafuna mdada watu, alimjunja, alimlamba kitumbua. Cheza na mwamba nini. Na bidada utoka uamini baada ya kuweza kulambwa kitumbua, alirudi maskani, alikuwa happy kinoma noma. Yani kikweli najisikia raha, nimenjunjwa leo. Usiniambie, ndio nimenjunjwa. Rafiki yake alikuwa akishangaa kwa sababu bidada katolewa bikra na mwanaume ambaye sio mpenzi wake kabisa. Alafu kabidada kaka anajichenga. Na imani umeenjoy sasa. Na baada ya wiki 3 kuweza kupita, utoka uamini, ukipanda boga utavuna boga, ukipanda minjunjo unavuna mimba. Utoka uamini. Unasemaje? Yani una mimba? Ndio nina mimba. Usiniambie kwamba ulitembea kavu. Yani mwanaume umjui, umtambui kabisa, alafu unapita kavu. Hivi una akili timamu mjinga? Yani unaenda kupita kavu na mtu ambaye umjui kabisa? Rafiki yangu, mbona tulielewana kabisa na nilikushauri kwamba ukikutana na mwanaume huyo make sure kwamba unatumia kinga. Amna, ilipasuka bana. Sasa kama ilipasuka mimi ningefanyaje? Ningeiunganisha. Ndio hivyo bana. Alafu ilipasuka kati utamu umekolea, mimi nikashinda kuiunganisha, nikashinda kubadilisha, kwa hiyo ikabidi niendelee tu vile vile. Simama hapa. Kaa hapa tuzungumze vizuri. Huyu ni rafiki yake, lazima wazungumze vizuri nini ambacho watakifanya. Basi dada akawa anamwambia kwamba na imani umemkalili. Kama umemkalili, basi make sure kwamba unamtafuta mpaka unampata, kwa sababu huwezi kuwa na mtoto ambaye hana baba. Okay, hakuna shida. Dudu letu linakwenda kwa jina la mdada ambaye anabeba mimba ya mwanaume asiyemjua. Ni kiazi tu. Najua bado hujasubscribe YouTube channel yangu. Tafadhali naomba ufanye hivi kwa sababu hii ni channel yangu mpya. Kuna watu wanaulizaga kwamba ni wapi nitapata movie za Genius kila siku mpya. Basi kuanzia leo hapa ndo utakuwa ukipata movie zangu mpya kila itwapo leo. Tafadhali chini ya video hii upande wa kulia kuna maandishi yameandikwa neno subscribe. Bofya hayo maandishi, yatakusaidia uwe ni mtu wa kwanza kupata movie zangu kila itwapo leo. Shabiki ambaye hataki kusubscribe YouTube channel yangu, jamani ya subscribe hapo basi. Basi bana, siku ya kwanza bidada alitimba mpaka kwenye ile baa ambayo alikutana na yule mshikaji. Akawa anamsubiri. Ni mtu ambaye hamjui jina, kwa mara ya kwanza wamekutana na kwa bahati mbaya wamenjunjana. Bidada kabeba mimba. Siku ya kwanza bidada alitimba, lakini matokeo yalikuwa ni 0. Hakumwona kabisa mshikaji. Na siku ya pili tena bidada alikuja, akawa anamsubiri mshikaji tena, lakini hakumwona kabisa mwamba amekuja tena kwenye baa. Na siku ya 3 tena bidada alitimba, lakini kimya patupu, mshikaji hatokei kabisa. Ili bidada lilimuuma kinoma noma, na alienda mara nyingi. Alijikuta ni mtu wa kulia kwa sababu juhudi zake hazijazaa matunda. Rafiki yake alikuwa akimwonea huruma kweli. Na rafiki yake anakwenda kwa jina la Simi. Jamani Nina, usiwe hivyo bana, usiwe mtu wa kulia jamani, utampata tu. Bidada akawa anamfariji rafiki yake kwa sababu huyu ni rafiki yake. Urafiki unadhihirishwa kipindi ambacho mwenzako anapitia magumu. Wala usijari, alafu usijione mnyonge. Kwani wewe wa kwanza bana kuwa na mimba isiyokuwa na baba? Lakini kwa kweli mimi sihitaji wewe kuwa mkakamavu bana. Ni wanawake wangapi ambao ni masingo mother? Mtulia huko. Basi akawa anamvuta rafiki yake, akawa anamtia moyo bana. Ni rafiki yake bana, ni lazima amtie moyo, na makumbato ndio kitu ambacho kilikuwa kikiendelea hapa. Basi mdogo wakawa wanajichenga zao pale. Basi wakati mwingine tunamwona bidada ambaye anakwenda kwa jina la Nina hapa
alikuwa akipanga zake nguo. Ghafla bidada alitimba akiwa happy kinoma noma. Utoka uamini nimepata kazi. Yani tunashtuana kiasi hicho. Shida ni nini? Tatizo ni nini? Utoka uamini kazi ambayo nilikuwa naipambania nimepata. Usiniambie. Ndio hivyo bana, nimepata kazi sasa. Ilikuwa ni furaha kubwa kinoma noma. Ni marafiki ambao wanapendana vibaya mno. Bidada ambaye anaitwa Simi amepata kazi sasa kwenye kampuni ambayo alikuwa akipambania kwa muda mrefu, na ilikuwa ni ndoto zake kuja kupata kazi kwenye hiyo kampuni. Basi rasmi bidada alianza kazi, lakini hutoka uamini kampuni ambayo anafanya kazi bidada Simi ndo kampuni ambayo anafanya kazi mshikaji, na huyo mshikaji anakuwa kwa jina lakini karibu sana. Na huyo bidada hutoka uamini kwamba amekuja kufanya kazi kwenye kampuni ya huyo mshikaji, amekabidhiwa kwa mshikaji kwamba mshikaji ndo atakuwa partner wake na ndo mtu ambaye atamfundisha kazi. Basi wakawa wanatoka pamoja, wanakula pamoja. Unajua wawili ni mtu na partner wake, kwa ni kawaida kutoka pamoja kwenda kula pamoja na kushinda pamoja muda wote. Lakini mshikaji kuna namna anakaangalia kwa bidada ni karembo kinoma noma. Basi ni wakati mwingine bidada alikuwa amerequest na mdogo mdogo alikuwa akiongea na mtu wa Bolt ama mtu wa Uber ambaye alikuwa amemrequest, na mdogo mdogo mshikaji akawa anatoka zake pale, akamwona mtoto wa kike amesimama hapa, ikabidi amfuate. Na imani unasubiri Uber? Yes, ndio nasubiri. Oh, kama utajari naweza nikukupa lift, tutumie gari yangu. Bidada akawa na goma goma, lakini mshikaji kambembeleza pale. Twenzao mtoto mrembo, kama unapandaje Uber? Bidada akasema nitasubiri tu jamani. Mshikaji kamwambia twenzao huko, acha ujinga. Basi bidada ikabidi aweze kukubali pale. Leo bana kilikuwa ni kikao cha dharura kati ya bosi pamoja na wafanyakazi, na bosi alikuwa akimwambia mshikaji kwamba inatakiwa uweze kwenda South Africa kwenda kuniwakilisha kwenye kikao, na sitopenda uende peke yako. Nilikuwa naomba uweze kuambatana na huyu binti ambaye ndo kampani yako. Basi mshikaji kasema kuna shida, na mdogo mdogo wakawa na mwaga bosi pale. Inabidi uende South Africa kuweza kumwakilisha bosi kwenye kikao kikubwa ambacho kinaenda kufanyika kwa South Africa cha wafanyabiashara. Mimi nitawezaje kwenda jamani? Inabidi uende. No way. Sawa, lakini ukumbuke kwamba mimi ndo kwa mara ya kwanza naanza kazi, sina uzoefu kabisa. Mshikaji kamwambia mimi nina uzoefu, lakini akamwambia okay, no way. Ili inabidi uweze kusafiri na kuelekea South Africa. Huyo mshikaji atamwakilisha bosi wake kwenye kile kikao kwa kuambatana na huyu dada ambaye anakwenda kwa jina la Simi. Basi mdogo mdogo bidada akawa anajichenga na alitimba maskani, akawa anamwaga rafiki yake hapa. Na safari yao itakuwa ni safari ya siku 3 tu. Basi bidada akamwambia naona ambavyo unaenda kuenjoy wewe na huyo mwanaume. Hamna bana, sio mwanaume wala nini, ni mfanyakazi mwenzangu. Ndio hivyo, mfanyakazi mwenzako gani? Mnashinda pamoja, mnakula pamoja, muda wote pamoja. Mimi naelewa ni mtu mzima, najua kuna kitu tu kita happen. Basi bana, bidada alisafiri na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina lakini walitimba mpaka eneo la tukio. Na baada ya kikao kuweza kuisha, ni baada ya kikao cha biashara kuweza kuisha, mshikaji alikuja kumtembelea bidada kwenye chumba chake, maana kila mtu ana room yake. Vipi tena, nini ambacho nimekuleta? Nimekuja kukusalimia bana. Najua una kazi nyingi, nimekuja kukusaidia. Najua kazi peke yako kuziweza uziwezi. Basi akawa nakaa pamoja pale, mshikaji anajitahidi kuweza kumsaidia bidada kuweza kuchapa kazi. Na baada ya kuweza kuchapa kazi, kinachofuata kazi na dawa bana, inabidi uweze kupata msosi hapa. Wakawa nakula wote, wako pamoja kitandani. Baada ya kuweza kumaliza kula, kazi zikaendelea, lakini kuna namna mshikaji anamzoom bidada. Mbona unaniangalia hivyo? Utoka uamini miomba wakaanza kuvutana. Bidada akajikuta anaanza kupata juisi ya miwa kwa mshikaji ambaye anakwenda kwa jina lakini, na juisi ya miwa ikakolea, maana mwamba na juisi ya miwa tamu kinoma noma. Unadhani nini kilifata? Mshikaji alimtafuna bana, alimjunja, alimlamba kitumbua. Ya nini? Humu tu. Na baada ya bidada kuweza kulambwa kitumbua, siku ile ilikuwa safari ya kurudi maskani. Bidada alikuja kumsimulia rafiki yake kila kitu ambacho kilitokea kule, kwamba amelambwa kitumbua na yule mshikaji ambaye anakwenda kwa jina lakini rafiki yake alikuwa akimcheka tu pale kwa sababu bidada amelambwa kitumbua bana. Najua bado hujasubscribe YouTube channel yangu, tafadhali naomba ufanye hivi kwa sababu hii ni channel yangu mpya. Kuna watu wanaulizaga kwamba ni wapi nitapata movie za Genius kila siku mpya. Basi kuanzia leo hapa ndo utakuwa ukipata movie zangu mpya kila itwapo leo. Tafadhali chini ya video hii upande wa kulia kuna maandishi yameandikwa neno subscribe. Bofya hayo maandishi, yatakusaidia uwe ni mtu wa kwanza kupata movie zangu kila itwapo leo. Shabiki ambaye hataki kusubscribe YouTube channel yangu, jamani, subscribe hapo basi. Basi bana, kama kawa bidada aliendelea na kazi zake za kila siku. Alitimba mpaka kwenye siti yake, lakini cha ajabu anakutana na vizawadi hapa. Mshikaji kamletea kizawadi fulani hivi na kibasha chenye maneno matamu ya mapenzi. Bidada kusoma
Jamani, anajisikia happy kinoma noma, anajisikia kupendwa eti. Ukaribu ulizidi kuwa mkubwa kati ya wawili. Mshikaji anampeleka mtoto wake nyumbani kila itopo leo. Yona alijikuta anazidi kuwa karibu kila siku. Mshikaji anajisikia furaha kwa ilikuwa karibu. Na huyu dada anakwenda kwa jina la Simi, na Simi hajui kabisa kwamba huyu mshikaji ndo kampatia mimba rafiki yake ambaye anakwenda kwa jina la Nina. Siku akijua sijui kitu ambacho kitatokea. Yaani kitachotokea ni vulugu la kufa mtu. Na mtu endelee kuangalia picha yetu. Basi bana, bidada akawa anashinda nyumbani kwa mshikaji, wanacheza michezo ya hapa na pale. Bidada anajisikia happy kwa karibu na mshikaji. Kwa ujumla kwa sasa hivi ni wapenzi. Michezo ya kuchikuchi hota tumpathe hae kabigushi kabigam shalukani stamdeo ameshpul la hul kundu na kshekma. Mwamba kamkamatia mtoto wake, usifanye hivyo. Mwamba alimkamua bana, alimjunja, alimlamba kitumbua. Mshikaji sio mtu wa mchezo. Na baada ya kuweza kumlamba kitumbua mtoto wa kike, walianza kuchekeza movie wakiwa na furaha kubwa kinoma noma. Lakini hawa wawili sijui wana upwilu mfukunyuku, sijui upwilu mtukunyuku. Chiki mshikaji kamshikashika tu bidada msuli pale, bidada kajikuta, wewe mbona kama nataka tena? Mwamba kamwambia, wewe mtoto, mbona kama mtamu hivi wewe? Njoo nipate juisi ya miwa hapa. Wewe hawa watu mbona wanapenda tabia mbaya? Mwamba kaendelea kulamba mdomo wa mdada, kaendelea kupata juisi ya miwa. Mwamba kumwacha salama mdada watu. Alimjunja, alimlamba kitumbua. Yaani ni humu tu. Bidada anarudi usiku wa manane, njoo hapa rafiki yangu. Naona sasa hivi kitumbua kinalambwa mpaka unachanganyikiwa. Unarudi mpaka saa 8 za usiku. Niambie wewe kaka, ni mtamu jamani wewe. Mbona unauliza maswali hayo? Mimi nataka majibu. Vipi anonile? Hapana bana, acha kuzungumza hivyo bana. Unanifanya mimi nione aibu. Inabidi uniambie. Inaonekana wewe kaka mtamu, maana sio kwa kila siku hivyo. Ila rafiki yangu, fanya kitu kimoja. Mlete unitambulishe bana. Nataka nimjue shemeji. Wewe mtu gani mpaka sasa hivi simjui shemeji yangu ni nani? Nataka nimuone wewe mwanaume ambaye anakulamba kitumbua kila siku, anakufanya unachanganyikiwa mpaka unarudi saa 8 za usiku. Fanya hivyo rafiki yangu bana. Anakaa anampima joto. Pumbavu nini wewe? Ila usijari, nitamleta. Alafu kabidada kaka anajichenga. Mtoto kike kana tabasamu kweli. Basi bana, leo mshikaji kaletwa maskani. Unadhani nini kitatokea hapa? Mwamba kaletwa nyumbani kwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Simi aje kutambulishwa kwa Nina. Nina anatembea bidada kabaki anashangaa. Ndio wewe ambaye ni mchumba wake na Simi. Mshikaji ni kabaki anashangaa, kwa wewe ndo shemeji yangu ambaye nimekuja kutambulishwa. Vipi, kwani mnajuana au? Nyinyi wawili mnajuana? Utoka uamini. Ndio alikuja kukaa mezani. Bidada akaambiwa kila kitu. Kwa Kenny, unataka kuniambia kwamba wewe ndio uliyemlamba rafiki yangu kitumbua siku ile? Yaani wewe ndio ulimlamba rafiki yangu kitumbua, si ndio? Ulimtafuna? Ndio, nilimlamba. Yani rafiki kitumbua chake kina mafuta. Kina mafuta bila kuna pumbavu nini? Ikabidi ajichenge. Jamani Simi. Unasemaje kitumbua cha rafiki yangu kina mafuta, kwamba cha kwangu ni cha kuchemsha au? Shenzi nini? Mshikaji kabidi aweze kumtimbia mtoto kike mpaka chumbani kwake. Tafadhali baby, mbona unaakti hivyo? Alafu mimi nilikuwa sijui kama ni rafiki yako, ndio maana nikamlamba kitumbua, kilikuwa na mafuta wewe. Kitumbua kilikuwa na mafuta kile, kwa ndio maana nikajikuta nimeteleza hivyo, nikajikuta nimempa mimba, ila sikutarajia kama atakuwa ni rafiki yako. Lakini bidada alikuwa akigoma, hahitaji kabisa tena ukaribu na huyo mshikaji ambaye anakwenda kwa jina. Lakini wewe kwa sasa hivi umemtia mimba rafiki yangu, siwezi kuwa na mahusiano na wewe. Inabidi uwe na mahusiano na rafiki yangu ili mradi uweze kulea mimba yake. Hapana, mimi nakupenda wewe, inabidi umpende yeye, ana mtoto wako hivyo. Kuwa muungwana basi. Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho tena kwa rafiki yangu. Tafadhali baby, hamna cha baby, toka nje. Bidada kana mtimua mshikaji, lakini mshikaji anambembeleza, lakini ni ngumu. Kweli naomba unisamehe jamani, mbona hata kitumbua chako pia kina mafuta, ipokuwa ni cha kuchemsha. Basi mdogo mshikaji akawa anajichenga pale. Bidada alijisikia vibaya kinoma noma. Muda si mrefu bidada Nina akawa anatimba hapa. Na akawa anamuomba rafiki yake radhi, kwa sababu hata yeye mwenyewe kujua kwamba yule angekuja kutengeneza mahusiano na udada. Mimi nadhani huyu bidada ambaye anaitwa Nina hana makosa kabisa, wala huyu Simi hana makosa. Kuna mtu ambaye amemkosea mwenzake hapa, lakini walikuwa kizungumza kwamba inabidi waweze kulishinda ili
usijaribu kwa sababu linaweza likafanya wao wakagombana. Tafadhali, hatutakiwi kugombana. Wala usijali, niko sawa, ila nilikuwa naomba uniache kwa sababu nipo kwenye mudi mbaya. Basi mdogo mtoto wa kike akawa anajichenga pale. Huku kazini mshikaji anamfuata mtoto wa kike, lakini bidada hahitaji shogo tena na mwamba kwa sababu ni mwanaume ambaye kwa sasa hivi hamhitaji kwenye maisha yake. Wewe inabidi usimame kidete na rafiki yangu, kaa mbali na mimi. Hapana, siwezi kufanya hivyo, nakupenda wewe, ni ngumu, siwezi kuwa na wewe kabisa, unalijua hilo. Tafadhali, kwa nitaka uniache kwa sababu ya rafiki yako, si ndio? Yaani unaniacha kwa sababu eti nilimpa mimba rafiki yako? Ndio hivyo bana, mimi nawe tumeachana. Bidada hataki shobo kabisa, hata kupanda gari ya mshikaji, kapanda taxi pale, akawa anajichenga. Mshikaji kaona no way, hakuna namna, nilikuwa naomba tuongee. Mwamba kaona hakuna namna, inabidi tu aweze kusimama na huyo binti. Nilichokifanya, mshikaji alikuja kumwomba radhi, naomba nisamee kwa kile ambacho nilikifanya. Unajua kitumbo chako kilikuwa na mafuta sana, kwa nikajikuta nimetupia ndani kwa naomba nisamee sana. Bila akasema hakuna shida, no problem. Kikubwa tu nafurahi kwa sababu mtoto wangu amepata baba, alafu ni baba bora. Basi bana, mshikaji aliamua kusimama njia kuu, akaamua kuweza kusimama na huyu dada, akaamua bora aweze kulea mimba. Mimi nadhani kachukua maamuzi mazuri na maamuzi ya kupendeza, kwa sababu mtoto akizaliwa alafu akakuta mama yuko peke yake alafu akalelewa peke yake bila baba, inakuwa sawa vyema. Nadhani watu ambao wamelelewa na mzazi mmoja wanakuwa wanaelewa nini ambacho nakizungumza. Inafaa sana baba na mama wakimlea mtoto kwa pamoja. Ndio kitu ambacho mshikaji aliamua kukifanya. Wanakula pamoja na mtoto wa kike, na mwamba hutoka uamini. Aliamua kumwoa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Nina. Nimejifunza kitu kikubwa kweli kupitia huyo mshikaji, na mimi nikija kupata mwanamke ambaye atabeba mimba yangu nikimlamba kitumbua, naoa. Yani haijalishi hata kama tuliteleza tu tukalambana tu kitumbua kwa siku moja, naoa mazima. Mungu alikuja kuwa bless, alikuja kupata kitoto cha kiume na wakakiita Genius. Wewe wanalipenda jina langu kinoma noma. Mimi ni Genius, sauti ya Simba. Tafadhali, kama bado hujasubscribe YouTube channel yangu, naomba ufanye hivyo. Najua bado hujasubscribe, tafadhali subscribe, maana hii ni channel yangu mpya. Mimi ni Genius, sauti ya Nang'ata, Genius, sauti ya Simba.